We cannot talk about by-elections when Kiaraho has not been buried. Sisi na desturi zetu, mila zetu kama jamii ya Wakikuyu, hatuwezi ridhi mtu hajazikwa. We cannot discuss the replacement of the David Kiaraho before he is buried. Nimeona jana huyu Soprano akipiga kifua. Jana, sema umemuona? Ati nitakuwa huko Olkalau, sijui mtaona kivumbi. Wewe Soprano, wewe, please. I know you have learned bad manners from Ruto because you are our son. You know our traditions and customs as the people of Mount Kenya. We don't discuss inheritance of anybody before he is buried. Those are our ways. Sasa hii tabia umefundishwa na Ruto ni ya nini? Ati unaenda huko kupiga kelele, watu wataniona, nitakuwa huko Olkalau. Wewe Soprano, tulia. Hold your horses. Hold your horse. Ngoja kidogo Soprano. Let us bury Kiara. Sasa kama huko na maneno si utakuja uongee. But mimi na watu yangu, we cannot discuss mambo ya uchaguzi, mambo ya by-election until my brother, the Honorable David Kiaraho, is buried. Because that is our tradition. Na sisi ni watu ambaye tuko na nidhamu, ni watu ambaye tuko na heshima. Na mimi naomba wale waheshimiwa ambaye wanatembea na rais, not to mislead him, ya kwamba ati akija hapa Nyandarua ati Medho asiongee, Rigiji asiongee. Tunataka kumwambia hao akina mama county, nyinyi hii shimo Ruto ako nyinyi mliweka yeye. Tuliambia asiguse mlima, mkamwambia aguse. Nyinyi waheshimiwa. Akina Medho akamwambia usiguse, huyu Wanjiku wa Moyo akamwambia usiguse. Nyinyi mama county na akina Kwenya mkamwambia aguse nini? Iliteleza. So you people have put Ruto in a difficult situation he is in. Don't put him in more complicated situation by advising him that he can come to Nyandarua ati akatase Medho kusalimia wananchi. Don't mislead Ruto that he can come to Nyandarua ati akatase Rigiji kusugumuza. Don't, because watu ya Nyandarua ni watu ya amani. Tunakuuliza president ukuje, tunakuheshimu na tutakuheshimu. Na hatuna shida na wewe. Shida yetu na wewe tutatatua mwaka ujao. But for now, utapata heshima yako kama rais wa jamhuri. Kuja waboleza na sisi utuongeleshe. Lakini ukifuata ile advice nasikia unapewa na hawa wabunge, ati wataleta watu kutoka wapi na wapi. Hiyo watu yote wanaletwa ni wafuasi wangu. Ni wafuasi wa Medho. Na wanatupigia simu wanasema wanafurahi kuja kutuona. These is our supporters. And what, ni mzuri William Ruto ajue. Alinitoa kwa ofisi, lakini hakunitoa kwa roho ya watu ya Nyandarua. Hiyo ajue. Na ajue ni wabunge alitumia kunitoa. Watu ya Nyandarua hawakunitoa kwa ofisi. As far as the people of Nyandarua are concerned, Deputy President walichagua na itwa Rigiji. Na watu ya Nyandarua wanataka apewe heshima ya zile kura walipiga. Because hawakupigia huyo mwingine. So rais atapata heshima yake. Naibu wa rais ambaye alichaguliwa na watu ya Nyandarua apate heshima yake. Inakuwa namna hiyo. So anas we don't want maneno mingi. Tunaomba tu, tunasikia ati wanakuwa advice, hawa kina Rigiji ati bahali watalala, ati wasifungiwe wasifike. Sijui ati wakifika kwa ceremony bibi ya Kiaraho akataza kila mtu ati akuite wewe uongee alafu uende. Bwana President, hao watu ya Nyandarua ni watu wazuri. Ni watu wazuri sana na watakupatia heshima yako. Please come. Let us honor Kiaraho in peace. Pia ukija uheshimu viongozi ambaye wanapendwa katika hii Nyandarua. And if you don't know, because akina Faith may cheat you, it's also good that you know
98% of the people of Nyandarua ni wafuasi ya Rigiji. Yeah? It's good you know. I know walikuwa wamekuambia ati ukifukuza Rigiji atasahaulika baada ya wiki mbili. Sasa tunaenda the second year. Na kila mkutano wewe na watu yako wote, watu ya ODM, kila mtu Kenya anaongea mambo ya Rigiji. Na ni mwaka ya ngapi? That is the situation. So we want a good ceremony, tupeane heshima. Sisi tupewe nafasi, uiona Kiarao. Alafu wewe urudi kwenu na sisi turudi kwetu. So tutauliza watu ya Olkalau, watu ya Nyandarua waweke amani. Kama Rais William Ruto atakuja, akaribishwe vizuri na heshima. Na nilisema juzi, asipigiwe kelele na mtu yeyote. Yeye ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Hata kama ameharibu nchi, hata kama ameanguka, hatutaki kumpigia kelele. Tutakuwa na nafasi ya kuumiza yeye kwa debe. Hapo kwa debe ndio maneno iko. Hatutaki kupiga kelele kwa mikutano. Tunataka kiongozi wote, kelele itakuwa kwa debe. So Mr. President, if you are coming to Kalau, come and be with us. We'll welcome you. Sisi tulikuchagua, tulikupenda, hatuna maneno na wewe. Kuja ongea maneno yako, danganya watu mambo ya barabara, alafu uende. Kuja danganya mambo ya stima, alafu uende. Kuja lete ile uongo yote umebakisha. Tumezoea kusikiza hiyo uongo, hata hatushughuliki. Tunasikiza tu na tunavumilia. So there is no problem. You should not fear. Kuna mtu ati anakuambia ati kuna shida, kama wewe ukipewa nafasi utoe rambirambi. Barabara ulipromise Nyandarua mingi, udanganyane vile itamalizika vile umepanga. Hii hata ukitaka kuambia watu ya Nyandarua utapeleka Singapore, endelea tu. Watakuangalia tu kwa sababu wanajua ni uongo. We cannot talk about by elections when Kiarao has not been buried. Sisi na desturi zetu, mila zetu kama jamii ya Wakikuyu, hatuwezi ridhi mtu hajazikwa. We cannot discuss the replacement of the David Kiarao before he is buried. Nimeona jana huyu Soprano akipiga kifua. Jana, sema umemuona? Ati nitakuwa huko Olkalau, sijui mtaona kivumbi. Wewe Soprano, wewe, please. I know you have learned bad manners from Ruto because you are our son. You know our traditions and customs as the people of Mount Kenya. We don't discuss inheritance of anybody before he is buried. Those are our ways. Sasa hii tabia umefundishwa na Ruto ni ya nini? Ati unaenda huko kupiga kelele, watu wataniona, nitakuwa huko Olkalau. Wewe Soprano, tulia. Hold your horses. Hold your horse. Ngoja kidogo Soprano. Let us bury Kiara. Sasa kama huko na maneno si utakuja uongee. But mimi na watu yangu, we cannot discuss mambo ya uchaguzi, mambo ya by election until my brother, the Honorable David Kiarao, is buried. Because that is our tradition. Na sisi ni watu ambaye tuko na nidhamu, ni watu ambaye tuko na heshima. Na mimi naomba wale waheshimiwa ambaye wanatembea na rais, not to mislead him, ya kwamba ati akija hapa Nyandarua ati Medho asiongee, Rigiji asiongee. Tunataka kumwambia hao akina mama county, nyinyi hii shimo Ruto ako nyinyi mliweka yeye. Tuliambia asiguse mlima, mkamwambia aguse. Nyinyi waheshimiwa. Akina Medho akamwambia usiguse, huyu Wanjiku wa Moyo akamwambia usiguse. Nyinyi mama county na akina Kwenya mkamwambia aguse nini? Iliteleza. So you people have put Ruto in a difficult situation he is in. Don't put him in more complicated situation by advising him that he can come to Nyandarua ati akatase Medho kusalimia wananchi. Don't mislead Ruto that he can come to Nyandarua ati akatase Rigiji kusugumuza. Don't, because watu ya Nyandarua ni watu ya amani. Tunakuuliza President ukuje, tunakuheshimu na tutakuheshimu. Na hatuna shida na wewe. Shida yetu na wewe tutatatua mwaka ujao. But for now, utapata heshima yako kama rais wa jamhuri. Kuja waboleza na sisi utuongeleshe. Lakini ukifuata ile advice nasikia unapewa,
na hawa wabunge ati wataleta watu kutoka wapi na wapi. Hiyo watu yote wanaletwa ni wafuasi wangu, ni wafuasi wa Methu, na wanatupigia simu, wanasema wanafurahi kuja kutuona. This is our supporters. And what you know, ni mzuri William Ruto ajue, alinitoa kwa ofisi, lakini hakunitoa kwa roho ya watu ya Nyandarua. Hiyo ajue.